Mda Pesa, Mda Pesa. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Mda Pesa, ambayo ni chaneli yako pendwa inayofundisha kupata pesa bure kutumia MB zako. Hakuna kiingilio, ni wewe tu bando lako, unaingia kwenye video hapa ya Mda Pesa, Mda Pesa, unapiga pesa. Usitangetange katika mitandao bila kuingiza pesa. Unamaliza MB zako. Kuna wengine wanatia 10,000 kwa siku, wanaperuzi mtandaoni, hawana faida yoyote, hawapati pesa. Lakini mimi ninakuonesha njia rahisi ya kupata pesa mtandaoni kwa MB zako. Unadunduiza, ikifika $5 unatoa. Leo nitaenda kukuambia au kukuonesha vitu viwili. Kama video yangu iliyopita uliangalia, niliyokuwa nikifundisha aina za video, jinsi gani ya kuzifanya zile video 3. Najua ulifuata maelekezo na umeweza. Leo nitaenda kukuonesha vitu ambavyo watu wengi wameniuliza, kwa sababu kila mmoja ana level ya kuelewa. Wengine hadi mara 3 mara 4 waelewe, lakini siku ya leo naenda kuonesha jinsi gani uweze kuanza kufanya maswali katika Timebox. Umegonga linki, umeingia. Baada ya kuingia katika ile linki, unafanya nini ili ufanye maswali? Kwa sababu kuna mistari mekundu inayokuja inakuambia kliki upate email yako, ufanye confirmation ili uweze kufanya maswali. Kwa hiyo haya maswali katika ukurasa ule wa Timebox utaona hayo maandishi meupe yenye background ya nyuma nyekundu. Utakliki hapo, utafanya email confirmation, hiyo ya kwanza. Utaenda mara ya pili. Sehemu ya pili utakayoipata itakuwa ni eneo la kuweka picha, profile yako. Sawa, utakliki pale, utafanya profile yako katika picha. Utachagua picha ya aina gani utaiweka, iwe verification yako, ndo ID yako ya kutambulikana. Sehemu ya tatu utaenda kuweka viungo au linki ya Facebook. Utachukua ile Facebook yako, utaikopi katika ile profile, utaenda sehemu utajaza. Sehemu nyingine nitakayoenda kuonesha ni ile ya kupiga picha. Unachukua karatasi, unaliandika Timebox, karatasi nyeupe kwa maandishi makubwa, unaandika Timebox. Unaliweka kifuani hapa. Ukishaliweka kifuani, unampa mtu anakupiga picha. Ile picha iwe usivae miwani, uwe sawasawa, uangalie ionekane. Unaenda kuiupload katika hiyo eneo nitakalo kwenda kuonesha. Baada ya hapo, kuna sehemu ya vitambulisho ambayo lakini sio muhimu sana, ni option. Kama unaweza kuweka, haina tatizo. Baada ya hapo utakuwa verify kuanza kufanya maswali. Baada utabaki tu verification ile ya mwisho au hakikisho la mwisho ambalo litakuruhusu ukifika $5 ili uweze kutoa. Fuatana nami katika somo langu hili la siku hii ya leo. Somo lingine nitakalojumlisha katika hili ni lile la kuangalia settings za Timebox ambazo zitakazo kuruhusu wewe upokee hela kupitia simu, kupitia visual card, ili ufanye manunuzi mtandaoni au utoe hela katika Tigo Pesa au katika M-Pesa. Iko apps pendwa ambayo utaenda kuijaza, utaenda kufungua. Nilikupa link katika masomo mawili yale na matatu yaliyopita. Kama ulikuwa hujafuatilia, ulikosa eneo lile, ninarudia tena kwa sababu watu wengi wamesema tunashindwa kutoa hela. Katika wengine wakasema mbona mimi nimetoa, lakini nikaona nirudie somo hili tena ili kusiwe na mkanganyiko au watu wasije wakasema ninawadanganya, kwa sababu nilionyesha proof. Kwa hiyo naenda kufanya tena kuonesha jinsi gani ufanye hela ije katika visual card ili ununue vitu mtandaoni, au ije katika simu yako kupitia hiyo apps ambayo nitakoenda kukuonesha. Fuatilia kwa makini, usipoteze kitu. Video ipo, rudia hata mara 3 mara 4, huku ukifanya hatua kwa hatua ili uweze kutoa hiyo $5 yako kama umefikisha. Asante sana. Mda Pesa, Mda
pesa. Kuta kuna mstari mwekundu wenye maandishi meupe, yani background nyekundu, maandishi ni meupe. Unafanyaje ili kuondoa hiyo kitu? Kwa sababu bila hivyo huwezi kufanya kazi katika Timebox. Lakini unapo click hapo, unaona wanakutumia email, au sio, ya confirmation. Kwa hiyo ukishafungua hiyo email itakuruhusu. Katika agreement yao unakuambia kabisa huwezi kufanya kazi na Timebox mpaka ufate hayo maelekezo. Unachokiona katika skrini yako, huo mstari mwekundu, huo ni wa pili. Kumbuka ule ulikuwa ni wa kwanza. Hatua ya kwanza ya kufanya ni kuchukua karatasi, unaiandika neno Timebox na kuishika chini ya kidevu hapo kifuani, mtu anakupiga picha. Akisha kupiga picha, ile picha unai-upload, ambayo sura yako, na unatakiwa kuvaa miwani. Usivae miwani, angalia vizuri, anakupiga picha, una-upload. Sawa, ukishaiweka hapo unaenda katika hatua ya pili. Hatua ya pili ni kitambulisho cha taifa. Sawa, lakini hicho sio lazima. Wewe unakuwa una kitambulisho cha taifa, unafanya nacho upload. Ukimaliza hapo una browse. Sawa, kukichukua ni pale ulipokipiga na kukileta hapo katika peji. Hatua ya tatu inayofuata ni Facebook. Sawa, linki. Unaenda kule kwenye Facebook profile, una click linki yako ya Facebook, una copy. Ukishai copy unaiweka hapo. Baada ya hapo una click hapo submit approve. Hapo unapopaona, ukisha click hapo submit approve, basi mambo yatakuwa yameshakamilika. Hapo hiyo kama unavyoiona submit approve, umeshaweka link yako papo, una click. Ukisha click mambo yameenda. Kwa hiyo kitu kinachofuata tena hapo, unakaa kusubiri kwa siku moja. Sawa, verify identity, au sio? Kwa baada kumaliza hapo unasubiri wafanye approvement. Sawa, kwa hiyo itakuwa imebaki hapo, haiondoki, lakini unasubiri siku ya pili. Sawa, kwa hiyo wanakupa muda masaa 24 au ni siku moja, ndio inapokuwa wanakuambia kabisa tunaiangalia. Kwa hiyo ikipita, wakaangalia zile link ulizotuma, wakaangalia sura yako, picha umepiga vizuri, siku inayofuata wanakuhakikisha. Ukifungua email yako siku inayofuata, kwa hiyo utakuta kama umepita au haujapita, lakini hiyo inanionyesha kuwa nimepita. Sawa, hapo nimefungua katika email yangu ambayo niliojisajilia na hiyo Timebox. Kwa hiyo nimepita, naruhusiwa kufanya maswali. Kwa nitakapofungua tena sitaona zile alama nyekundu, hazitakuwepo. Itabaki tu moja ya kuhakikisha kuwa pale nimefika $5 ili niweze kutoa pesa. Asante sana, usikose somo linalokuja. Cha muhimu na kuomba support yako, like, subscribe, share, weka notification. Angalia, shirikisha na wenzako. Somo la pili naloenda kuangalia ni jinsi ya kuseti Timebox. Timebox yako ndio hii hapa, peji yako unaifungua. Ukishaifungua itakuletea eneo kama hili, dashboard, earning, advertise, ladder, payments na setting. Ili kuseti hela yako ujue inaenda wapi, aidha katika simu au katika visual card, ili ununue vitu mtandaoni, utagonga hapa. Huku itakupeleka katika setting. Ukitoka hapa utashuka hapa, utaklik payment method. Shuka hapo payment method, itakuja kama unavyoona, hii ndio payment method. Kwa hiyo katika hii payment method hapo kuna hicho kitu cha kwanza hichi. Kitu cha kwanza hii mimi niliweka hold
payments, ina maana zimezuia, sitaenda kupokea hela yoyote mpaka nitakapoamua kubadilisha. Hii ni airtime. Hii ni app ambayo inakuruhusu hela zikitoka Timebucks zinakuja airtime. Hizi ni app nyingine kama hii PayPal, Litecoin, Paya, Skrill na Visa. Hii inatumika na hii inatumika kwa sababu hii nilishafungua, na hii airtime ndio inaoleta katika simu. Sasa hapa nitakuonyesha aina mbili. Hapa kwenye hii alama unaona, utaenda kuclick. Ukiklik itakwambia hapa all payment, chagua zinaenda wapi mpaka mwisho. Sawa. Hii ni advertisement, kama unataka kuadvertise blog yako kuna nini, unalipia, unapitia hapa kwa ile hela uliyoipata. Sasa hapa ninaenda kukuonesha katika airtime. Ndio kitu cha kwanza, kuna click hapa airtime, utaandika email yako ambayo hela imeingia. Kwa hiyo confirmation itaenda kule kwenye airtime, na hii hapa vile watakuja katika email yako ya kawaida ya Timebucks. Kwa hiyo hapa unaingiza email, unaingiza hapa kwenye ile box. Ukishamaliza hapo na update method. Ukiupdate method hii utapeleka password hapa. Ukisha update hivi itafunguka. Ikifunguka hii sasa, hapa utaenda kwenye email yako, utafungua. Ukifungua email utakuta confirmation. Utafanya confirmation kwa jua sasa hawa umepata confirmation na ni wewe ndio uliobadilisha hela yako ije kwenye hii app ambayo itakuruhusu kutoa pesa. Ya pili, vile vile kumbuka hii airtime inatoa au unakatwa 1.5 ya kila hela itakayoenda kule. Alafu wewe katika airtime sasa ndio itakupeleka kule kwenye kutoa pesa katika M-Pesa au katika GoPesa. Hii nyingine inaitwa Visual Card. Hii hapa Visual Card Visa. Hii inafanyaje? Unaandika email yako. Email yako hii utakayoandika hapa sio ya airtime, ni ile unayotumia hapa katika Timebucks. Mfano wa kadi kama ile ya benki, lakini wewe itakufanya tu kufanya vitu manunuzi mtandaoni, mfano Alibaba, AliExpress na kadhalika. Na vile vile ukishaka email yako hapo utafanya update. Ukifanya update itakupeleka kule kwenye email yako. Ukishapeleka kwenye email yako hii hapa unafanya payment ya Visual Card. Kwa hiyo watakuambia uandike email yako. Hii ni inaendana na hii hapa. Kwa hiyo ukishaandika email yako ambayo unayotumia hapa Timebucks, ukisha update itakupeleka kule kwenye email yako, utafanya confirmation ili wajue ulifanya changes. Baada ya hapo hii ya kufungua tena hii page yako itakuwa imebadilika sawa sawa na wewe ulivyobadilisha, kama ni airtime au Visual Card. Waambie na wenzako kuwa kuna channel pendwa inaitwa Mda. Hii ndio channel pendwa ya Kibongo East Africa, wale wanaoongea Kiswahili. Mda Pesa. Nakupenda mtazamaji wangu. Mda Pesa, Mda Pesa.